Ni simanzi na vilio katika mtaa wa Upendo, kata ya Saranga, Kimara, Dar es Salaam, kwa ndugu, jamaa na majirani baada ya tukio hilo, ambapo bibi wa mtoto huyo kwa uchungu amesema, mtoto alikuwa anacheza. Huyo binti akaja kuniambia, mjukuu wapi mjukuu wako? Nikamwambia anacheza. Akamwambia nataka nimtume. Nikamwambia kwa nini nimtume mjukuu wangu, muache. Nikakaa nikasema nipi, ngoja nikamtafute mjukuu wangu nimrudishe aje kula na mdogo wake. Mama Neema ananiambia ameondoka akachukuliwa na binti. Wananiambia kaingiza kwenye bajaji. Nikasema mwenye bajaji. Tukio yenyewe imekuwaje? Ni amefanyweje mtoto? Mtoto amechinjwa hapa, amemchinja. Nani amemchinja? Ni binti anaitwa Ruru. Ni nani yake ya aliyechinjwa? Huyo ni mtoto wa rafiki yangu we. Mtoto anaitwa nani? Mtoto anaitwa Elvira. Jamani wapendwa, amenifanyia kisago. Mimi sijawahi kuona. Baadhi ya majirani waliofurika katika eneo hilo wamekuwa na haya ya kusema. Jana na bodaboda nikakuta watu wengi hapo nje. Nikauliza kuna nini? Wakaniambia mdogo wako Angel, mdogo wako Koko amechinjwa. Nikashtuka kwa sababu nikifika hapo wananipokea. Nikuja huko ndani nikakuta watu pamoja na mama akiwa analia. Kuna dalili zozote za labda pengine aliyefanya tukio hilo alikuwa na matatizo ya afya ya akili? Ni mtu wa kawaida, mpangaji mwenzetu wa kawaida tu hivyo. Mimi nilikuwa nyumbani, kuna kijana akawa amekuja anasema jamani hapo kwa Darevina kuna mtoto kachinjwa yule mjukuu wake. Ndio tukakimbilia kuja hapa ndio tukakuta taarifa hii. Alomchinja ni nani? Ni binti anasema ni mpangaji wao ndani. Yaani mpangaji wake ni mtoto wake. Kwa hiyo aliyochinjwa ni mtoto wa nani kwa nani? Mjukuu wa huyu mama. Ni mjukuu wa huyu. Amechinjwa na nani? Amechinjwa na huyo binti anaitwa Lulu. Kuja hapa mama huyu namjua, nikamuuliza kama hivyo alivyoelezea kwamba mjukuu wake amekuta amechinjwa. Nikauliza kisa ni nini, alisema yule msichana alikuja ambaye huyo Lulu ambaye amemchinja. Alikuja alimuulizia Elvira yuko wapi? Akaambia yuko huko anacheza. Basi akamfuatilia, akaenda kumchukua huyo mtoto, akamuingiza kwenye bajaji. Sasa sijui alikuwa anaelekea wapi. Baada ya hapo amekaa muda mrefu huyu mama sasa na shughuli zake. Baadaye sasa anamtafuta mjukuu wake. Maana ni analea yeye mjukuu. Kwa hiyo alipomtafuta akaona hamuoni. Akaambia mbona alipanda bajaji na Lulu? Lulu wa nani? Lulu ambaye ni huyu mama. Yaani Lulu ni mtoto wa mpangaji wake. Unaelewa? Mwenye umri gani? Mwenye umri amemaliza form 4 mwaka jana. Kwa hiyo miaka 19 20 hivyo. Kwa hiyo sasa kuja kuangalia anamtafuta, amekuja mpaka kwa Lulu kaona mguu unaning'inia yule mjukuu wake hapo chumbani. Ndio akafungua mlango, kuja kufungua mlango anakuta mtoto wake ananing'inia, ndio ameshakatwa na yuko kile ananing'inia. Ina maana hajamkata kichwa kizima, kama kimebaki nusu. Maadam kuangalia sasa kuuliza huyo msichana yuko wapi? Lulu umefanya hivi maana ni chumbani kwake Lulu. Unaelewa? Ndio yule Lulu kumbe alikuwa ameshaenda polisi kusema kwamba jamani mimi nimeua. Mjumbe wa shina namba 10 katika mtaa huo akaelezea namna alivyopata taarifa ya tukio hilo. Unaumiza, unakasirisha, lakini ngomba tuwe watulivu kwa sasa. Tutafute lugha, maneno, hamasa ya kumfariji yule mwenzetu anaofiwa kwa namna kulikoni kuchukua maneno mengine ya ziada kwa ile tendo alilotendewa kwamba amechinja kwa sababu gani na nini. Sasa tutafute maneno ya faraja. Tendo la kuchinja lishatokea. Mhusika tumempata kwa bahati nzuri, karipoti mwenyewe polisi baada ya kuchinja akaletwa hapa, ameshachukuliwa na polisi na sasa anaenda kuhojiwa huko mbele ya safari. Sisi majirani pamoja na wenzetu ambao majirani karibu, msiba uko hapa. Tukae hapa tumfariji mwenzetu mpaka hapo tutakapopata mwafaka wa kupata maiti kuzika. Kwa sababu tukio la polisi haiwezi kupata maiti leo wala kesho. ITV imeshuhudia jeshi la polisi likiweka ulinzi na kuchukua mwili wa mtoto huyo kwa uchunguzi zaidi.
Na Mungu ailaze roho ya mtoto huyu mahala pema peponi, amina. Nikiripoti kutoka Temboni, Kimara, Dar es Salaam, mimi ni Jacqueline Silemu, ITV.